chaneli yetu. Leo tutajifunza jinsi ya kulipia motor vehicle inspection. Hizi motor vehicle inspection fee zinatumika pale ambapo una kifaa cha moto kwa maana pikipiki au gari, then unataka either kubadilisha majina au gari yako pikipiki yako imeibiwa, unataka kuiondosha kwenye system mfano ya TRA, lazima ulipie hii tunaita motor vehicle inspection fee. So ni process ambayo ni muhimu sana kwa watu ambao wana vyombo vya moto. Make sure umesubscribe ili tunapoweka video mpya iwe rahisi kuweza kupata notification kwa wepesi zaidi. Asa ili uweze kulipia motor vehicle inspection online, maana unalipia direct online, kuna vitu unatakiwa kuwa navyo. Cha kwanza, unatakiwa uwe na active number. Inatakiwa uwe na namba ambayo active phone number. Uwe na namba ya simu ambayo inatumika muda huo, kwa sababu huwa wanatuma ile tunaita control number ya kulipia hiyo motor vehicle inspection. Kwa lazima uwe na active phone number, lakini pia kuna sehemu utatakiwa kujaza majina yako, names, majina yako. Hivi ndio vitu vya muhimu wakati unaanza process ya mwanzo. Lakini pia kingine, lazima uwe na tunaita registration number ya kifaa chako. Registration number ya kifaa chako, either ni gari au ni pikipiki. Hivyo ndio vitu vya muhimu ili uweze kulipia hii tunaita motor vehicle inspection fee. Make sure unaangalia video mpaka mwisho, kwa sababu process tunayoenda ni kwenda kwenye system ambayo imetengenezwa au imeandaliwa na polisi kwa ajili ya kuweka wepesi wa watu kuweza kulipia hizi motor vehicle inspection fee. So ili kuweza kufanya process za kulipia, utatakiwa ingia kwenye Google. Baada ya kuingia kwenye Google, sehemu ya kusearch andika hii imeandikwa MIMIS Portal. Ukibonyeza hii MIMIS Portal, kuna website ya kwanza kabisa ni website ya mifugo. Chini yake kuna hii inaitwa motor vehicle inspection. So hii ndio tutakiwa kuibonyeza, na kirefu cha MIMIS ni motor vehicle inspection management information system. So ni system ya kipolisi ambayo imetengenezwa kwa ajili ya ku manage hizi motor vehicle inspection. So utabonyeza motor vehicle inspection. Baada ya kubonyeza, kuna continue application, kuna inspection report, kuna new application. Kama ulikuwa umeshafungua application ya motor vehicle, yani umesha create new application, huwa inakutengenezea a unique number ambayo baadaye unaweza kaja ku continue application. Hasa kwa kuwa ndo unaanza, utatakiwa bonyeza palipoandikwa new application. Then chini kuna sehemu utaandika jina lako la kwanza, middle name pamoja na last name, jina la mwisho. Chini utaandika gender yako kama ni male au female. Halafu utaandika active number. Make sure unaandika namba ambayo inapatikana ili iwe rahisi wa kuweza kutumia hiyo tunaita control number kwa ajili ya kufanya malipo. So utatakiwa kujaza information. Baada ya kujaza information zako, utabonyeza palipoandikwa register application. So utabonyeza register application. Ukishabonyeza register application, itakuandikia success, then bonyeza okay. Chini hapa kuna vitu vya muhimu utatakiwa kuvijaza. Utatakiwa kujaza category, kwa maana kwenye category utashuka chini, utaandika kama ni commercial motorcycle, utabonyeza kwamba ni commercial au ni private commercial motorcycle. Alafu utaweka plate number ya gari au pikipiki. So baada ya kujaza plate number, itakuletea information kwamba manufacturer, model. Kwa hiyo baada ya kuweka plate number, itakuonyesha information kuhusu kifaa chako, either ni motorcycle au gari. Weka plate number yako, utakuja kwenye reason, sababu ya kuomba ya kufanya motor vehicle inspection. Utaangalia kwa sababu ziko nyingi, kwa kama ni kuondoa pikipiki au kubadilisha, yani umemuzia mtu, utabonyeza change of ownership. Maybe umemuzia mtu unataka isome jina lake, then baada hapo utabonyeza next. Ukishaenda next, utachagua region, uko wapi, yani uko wapi, uko Temeke, utachagua region hapa uliko, mkoa ulipo. Songwe, maana utaenda kwenye itakuwa kituo cha polisi cha Songwe. Kwa kama ni Dar es Salaam, maana tunachagua traffic HQ kwa maana kule posta central karibu na central. Lakini unachagua hapa mkoa ulipo wote. Kama uko Zanzibar, uko wapi, utachagua hapo. Labda nipo Kigoma, utachagua. Then utachagua district, uko district gani, Kasulu, Kibondo, utachagua mfano Kasulu. And then unaweka na appointment date. Baada ya kuweka appointment date hapo tuseme tarehe 15 labda
then utaenda next. Baada ya kwenda next, itakupa information zote kuhusu nani yako, then kinachofuata bonyeza next, itakupa information zako, information za kifaa chako cha moto kwa maana ya gari au pikipiki, and then na appointment kwa maana ya kuja kufanya motor vehicle inspection. Then utaenda next. Baada ya kwenda next ndio inakuja process nyingine. So baada ya kumaliza hii process, itakuja process inayofuata ya mwisho ni ya payment. Hapa ndio itakuja utapata hiyo tunaita control number kwa ajili ya kufanya malipo. So baada hapo ime generate hapa amount inayotakiwa kulipia, bill reference pamoja na invoice. Download invoice utapata control number hii hapa tushapewa. Kwa utalipia, baada ya kulipia then itafanyika inspection, utakuwa umemaliza. Kinachofuata tu baada ya kufanya malipo, kinachofuata hapa inabidi uende kituo cha polisi, utaonyesha kwamba umelipia, and then wao sasa ndio watakupa ile motor vehicle inspection certificate baada ya kuangalia kuconfirm kwa maana kifaa chako cha gari ni kweli labda kilibiwa au unataka kubadilisha, and then process itafuata baada ya hapo. So ukishamaliza hapo na polisi utakuwa na ile certificate kwa maana inspection, motor vehicle inspection certificate, ambayo hiyo ndio utasubmit sasa TRA au kutokana na unachokihitaji. So simply hivi ndio jinsi ya kulipia motor vehicle inspection fee kwa wepesi kupitia simu yako au kompyuta yako. So badala ya kwenda kupanga foleni, unaweza kumaliza mambo mwenyewe, kabaki tu kwenda kufanya inspection kwenye kituo cha polisi, then unamaliza process. Asante sana kwa kusikiliza, na imani kuna kitu kipo umejifunza. Kama ni mtu mpya katika channel hii, na kushauri uweze kusubscribe ili iwe rahisi tunapoweka video zetu mpya, unapata notification kwa wepesi zaidi. Asante.